Na kwa wale ambao walikuwepo katika kipindi kilichopita watakumbuka kwamba nilitoa ahadi ya kwamba nitawaletea sasa biashara ya duka la dawa la rejareja. Kwa hiyo leo ninatimiza ile ahadi yangu kwamba ninataka kuwapa mambo 7 muhimu ambayo mtu yoyote anayetaka kwenda kuanzisha duka la dawa la rejareja anatakiwa kuyazingatia kabla ya kuanza. Basi kama wewe ni mmoja wa wale ambao wanatamani sana kuanzisha duka la dawa la rejareja lakini hawakujua la kufanya, kama wewe ni mmoja wale ambao walisubiri sana ahadi yangu hiyo ya kuwapa mambo ya kufanya kabla hujaanzisha duka la dawa, basi hii video ni kwa ajili yako. Karibu tuende pamoja tusikilize mwanzo hadi mwisho. Nikuombe basi ili tuweze kwenda vizuri, usiache kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili uweze kupata video zingine nyingi zaidi zenye maudhui mengi zaidi ya mafanikio katika maisha. Karibu sana. Jambo la kwanza, kama wewe unataka kuanzisha biashara ya dawa la duka la rejareja, basi ni lazima uhakikishe kwamba unapata leseni na vibali vinavyotakiwa. Unapata leseni. Leseni unapata wapi? Leseni inatolewa na Pharmacy Council. Baraza la Pharmacy. Ili baraza la Pharmacy lina kazi ya kuhakikisha kwamba linatoa leseni kwa ajili ya wanaofanya biashara hii, linatoa leseni kwa ajili ya wafamasia mbalimbali. Kwa hiyo wewe hakikisha kwamba unapata leseni kutoka kwa baraza la Pharmacy ili uweze kufanya biashara yako bila shida. Lakini unahitaji kibali kingine ambacho kinaitwa Premises Registration Certificate kwa lugha ya kitaalamu, lakini maana yake ni kwamba cheti cha kusajili eneo lile unalofanyia biashara. Yote haya ni kuhakikisha kwamba unafanya biashara ambayo hutakwenda kukwama mahali popote. Unafanya biashara ambayo kisheria imekubalika, kisheria imeruhusiwa, na basi unakuwa na ufanisi ule ambao mwenyewe unautarajia. Hilo ni jambo la kwanza la muhimu. Nikusisitize usianze biashara kabla hujapata leseni kutoka baraza la Pharmacy. Hilo ni la kwanza. La pili unatakiwa kuwa na mtaalamu wa afya. Ili duka la dawa la rejareja liweze kwenda inavyopaswa, lazima uwe na mtaalamu wa afya. Nilisema kwenye video zingine za nyuma kule habari ya kuwa na mtaalamu. Sasa level inayotakiwa hapa ya mtaalamu wa afya, unaweza kuwa na pharmaceutical technician au ukapata pharmacy assistant yeyote katika hao, lakini ambaye amesajiliwa na baraza la Pharmacy. Kama hajasajiliwa, hana cheti cha baraza la Pharmacy, basi huyo atakuwa siye yule anayetakiwa kusaidia. Nakumbuka kwamba huyu mtaalamu wa afya huyu ndiye atakayefanya shughuli zote zinazotakiwa pale dukani kwako. Shughuli zote mahitaji yote ya kisheria ambayo yanatakiwa ufuatiliwe kama mwenye duka la dawa, anatakiwa yeye huyu mfamasia au pharmaceutical technician aweze kujibu kwa niaba yako na kuendesha shughuli zote pale dukani. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo ni muhimu pia kulizingatia kama unataka kuanzisha duka la dawa la rejareja ni mahali penyewe pa kufanya biashara. Mahali pa kufanya biashara. Nimesema kwamba biashara ya dawa ni biashara sensitive. Ni biashara ambayo ina mahitaji maalum ya temperature, unyevu, ina mahitaji maalum. Kwa hiyo lazima uhakikishe eneo la kufanyia biashara linakuwa lile eneo ambalo linakubalika na wataalamu wetu, linakubalika na Pharmacy Council, linakubalika na TMDA, kwa sababu nia yao ni kuhakikisha kwamba unafanya biashara ambayo inatoa huduma ile ambayo inakusudiwa. Kwa hiyo mahali hapa ambapo unapataka uwe unafanyia biashara, kwanza duka la dawa linahitaji eneo la kutosha, space ya kutosha, nafasi ya kutosha, ili hewa iweze kuingia na kutoka kwa urahisi, kusitokane mgandamano wa namna yoyote wa zile dawa. Sasa ili uwe nafasi ya kutosha, lazima uwe umejipanga vizuri mahali pa kufanyia biashara hii ya dawa. Lakini unahitaji uwe na jokofu ambalo litahifadhia dawa zile ambazo zinahitaji ubaridi. Zipo dawa ambazo zitahitaji ubaridi, zipo dawa ambazo zinahitaji ubaridi kabisa ule wa fridge. Kwa hiyo lazima moja ya mahitaji pale kwenye eneo lako ni kuwa na friji ambalo litakwenda kukusaidia kuhifadhi zile dawa ambazo zinahitaji ubaridi.
Hiyo ni hitaji la tatu, mahali pa kufanyia biashara. Mahali hapo ambapo duka lako litakuwepo, lazima pawe mahali ambapo panakubalika na Baraza la Famasi pamoja na TMDA kama mamlaka zetu zinazoruhusu biashara hii kufanyika. Lakini la nne, ujiandae kifedha sasa. Ujiandae kifedha. Ushatafuta ruhusa na mamlaka yanayohitajika, unatakiwa kujiandaa kifedha. Fedha kwa sababu gani? Kwanza, kwa mfano kwa ajili ya ile eneo ambalo unataka kufanya biashara, tumesema kwamba, nilisema kwenye video kadhaa huko nyuma kwamba mahali pa biashara unaweza kaa umepajenga wewe mwenyewe. Kama upajenga wewe mwenyewe, well and good. Lakini unaweza kukuta umepanunua pale mahali. Kama umepanunua na yenyewe ni well and good. Lakini unaweza kukuta unapanga. Kama unapanga, manake vyote hivyo vinahitaji fedha kwa namna tofauti. Fedha ya kununua ni tofauti, fedha ya kujenga mwenyewe ni tofauti, fedha ya kupanga kama mpango ni tofauti pia. Kwa hiyo lazima ujipange kifedha. Lakini si hivyo tu, yule mtaalamu uliyemweka pale dukani anahitaji kulipwa. Kwa hiyo malipo yake na yenyewe lazima uyaweke kwenye mpango yako ya mtaji ule ambao unataka uanze nao. Lakini sio hivyo tu, kununua dawa, unahitaji fedha kwa ajili ya kununua dawa zile. Kwa hiyo lazima nao hiyo uweze kuwa umelifikiria. Fikirie fedha inapatikana wapi. Kama ukishaweza kupata hiyo na mengine ambayo umeshaanza, basi tayari unanukia sasa wewe kuanza duka la dawa la rejareja. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu ni kuwa na mfumo wa kutunza kumbukumbu. Mfumo wa kutunza kumbukumbu. Nimesema mara nyingi katika video zangu nyingi sana kwamba mali bila daftari inapotea bila habari. Sasa wewe unayeuza biashara ya dawa ya rejareja, ile ni mali. Kama usipoweka utaratibu wa kuweka kumbukumbu vizuri, inaweza ikapotea bila habari. Kwa hiyo ili uepuke hilo la kupotea bila habari, lazima uhakikishe kwamba unakuwa na mfumo wa kuweka kumbukumbu. Mfumo huu unaweza ukawa ni wa kielektroniki, lakini unaweza ukawa wa kawaida tu manual. Unaweza ukawa wa kawaida tu. Na kawaida maana unaweza ukawa na counter book lako kubwa, ukalipiga mistari, ukaonyesha tarehe na nini, namna unavyopokea mapato yako, lakini namna unavyoingiza dawa, lakini na hali ya store itakavyokuwa imekaa. Kwa sababu usipokuwa unafahamu vizuri namna gani umeingiza dawa na namna gani zimetoka, ngapi zimebaki, ina maana unaweza ukaibiwa bila wewe kujua. Kwa hiyo daftari au mfumo wa kuweka kumbukumbu zako za mahesabu, kumbukumbu zako za mauzo, za manunuzi na store ni muhimu sana katika kuanzisha duka la dawa la rejareja. Lakini lingine ambalo unatakiwa uendelee kulijua vizuri kabisa ni uwezo wako wa kufuatilia dawa zile zenye muda maalum wa matumizi. Wakati mwingine kuna dawa zina expire, na kama dawa zime expire hutakiwi kumuuzia mtu. Usije ukaingia tamaa ukasema hii mbona ni mwezi mmoja tu, hii ni miezi miwili tu, ukauza. Utapata madhara ambayo hutakaa uyasahau. Kwa sababu ile ni dawa na inaweza ikawa sumu vile vile. Kama muda wake matumizi umeisha na ukampa mtu akatumia, ina maana inaweza kumdhuru yule mtu. Ikimdhuru na ukitambulika kwamba wewe ulifanya hivyo, ndugu yangu, jela itakusubiri ama penalty kubwa sana, upate adhabu kubwa sana, kulipa fedha nyingi. Sasa huna sababu hiyo. Toka mwanzo wakati unaanza lazima ujue ninaanza na dawa ambazo zina expire wakati gani, na nisinunue ambazo wanaita short expiries. Usinunue short expiries nyingi hapo dukani, kwa sababu unaweza ukajikuta hujafika muda wote dawa zote zimesha expire, umepata hasara kubwa. Kwa hiyo lazima kuzingatia hilo la kufuatilia dawa zenye muda maalum au muda wa matumizi ya dawa hizo unazokwenda kuuza. Lakini la mwisho ni uaminifu wa kutoa huduma bora kwa wateja wako. Uaminifu wa kutoa huduma bora kwa wateja wako. Narudia tena, dawa ni bidhaa ni sensitive sana. Kwa kama ni bidhaa sensitive, inatakiwa hata unapompa mtu, maana unaweza kaa ni yako umpe dawa kwa vile hujampa maelekezo ya kutosha, ukao umempa sumu, akaenda kunywa kwa namna ambayo anakwenda kudhurika. Kwa hiyo lazima wewe uhakikishe kwamba unatoa maelezo ya kutosha, ni namna gani akanywa ile dawa, au kama ni ya kumeza tu sio kunywa, basi ni namna gani afanye ili dawa ikawe dawa badala ile kuwa sumu kwake. Kwa hiyo ukiweza kutoa maelezo vizuri na wateja wakafurahia namna ambavyo unatoa maelezo yako, kwa hakika wale wateja watakuwa loyal kwako.
watapenda kurudia hapo dukani kwao kila wakati. Kwa hiyo utakuwa unapata faida ambayo hata wewe pengine hukutarajia, kwa namna tu utakavyoenda kutoa bidhaa bora. Kumbuka huduma hii inahitaji maadili, ethics inahitaji maadili. Kwa hiyo ukienda nje ya maadili alafu ukajikuta unafanya biashara ambayo haikubaliki na mamlaka, manake wewe hutakaa muda mrefu kwenye soko, utafukuzwa tu na utafukuzwa na mamlaka, lakini pia utafukuzwa na wateja wenyewe, kwa sababu hawatakuja kwako kupata huduma. Kwa namna hiyo utakuwa tayari kiu yako ile ya kutoa huduma ya dawa, kiu yako ile ya kumiliki duka la dawa la rejareja, pamoja na uwezo wako wa kifedha, lakini bado utakuwa umeshindwa kuendelea kutoa huduma hii. Natumaini tumesikilizana vizuri. Mambo haya 7 muhimu sana ambayo wewe unayetaka kuanzisha duka la dawa la rejareja unatakiwa kuyazingatia. Niendelee kurudia na kurejea tena na tena kwamba ni muhimu kuyazingatia haya kama kweli unataka duka la dawa uliendeshe kwa hali ya ufanisi, lakini kwa hali ambayo unatoa huduma ambayo watu wataifurahia, watu wataipenda na kurudia katika duka lako. Nakushukuru sana, naamini umepata kitu, na kama umepata kitu, kama nilivyosema mwanzoni, usiache kulike video yetu, lakini usiache kusubscribe ili hizo zingine zinazokuja uweze kuwa wa kwanza kuzipata, na usiache kucomment, kwa sababu katika kucomment basi tunaenda kulishana, kufundishana, kukumbushana, ili kila wakati unapoangalia video hii na mwingine anapoangalia, basi kwa pamoja tunaelewa tunatakiwa kufanya nini, na kwa namna hiyo ile lengo letu la kufanya dunia iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi linaendelea kutekelezeka. Ninakushukuru sana sana tena sana, and bye for now.